Winome TV. Sisi ni familia mpya. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Singida oye! Mheshimiwa mgeni rasmi Comrade Martha Mlata, mkuu wa mkoa, katibu tawala, viongozi wakuu mliopo, itifaki imezingatiwa. Awali ya yote nianze kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya afya na uhai na kukutana na abiria ambao nimetambulishwa na mwezeshaji wetu. Nimeuia sana kuona abiria wengi, na nitawasilisha mada yangu kuhusu bima. Na hii mada inayoitwa bima, ndugu abiria, inamlenga sana mwanamke. Nitaeleza kwenye mada yangu kwa nini. Lakini shukrani zangu za pili ni kwa viongozi wetu wakuu wa nchi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna ambavyo ameipendelea sekta yetu ya bima. Niwaambie, sekta hii ya bima Mheshimiwa Rais ameipendelea sana. Katika nchi za Afrika Mashariki, Mheshimiwa Rais ametunga sheria mahususi ya bima ya afya kwa wote. Hakuna nchi nyingine iliyowahi kufanya hivyo. Tumpigie makofi. Lakini niwashukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi mkuu wa mkoa, ametupokea vizuri pamoja na viongozi wenzake. Wakati tunaomba kuwasilisha mada yetu, alisema nitawapa abiria wazuri, na naamini umetutendea haki. Tunashukuru sana. Ndugu washiriki, sekta ya bima maana yake nini? Sekta ya bima ni bidhaa ambayo inatoa kinga za mali. Naamini washiriki abiria tuna mali. Una mitambo, una mashine ya kusaga, una trekta, una nyumba, una biashara, una furniture. Mitambo inayokuwezeshea kupata mali. Mitambo hiyo inaweza kukingwa kwa mfumo wa bima. Una afya. Afya yako ni mtaji namba moja, inaweza kukingwa kwa mfumo wa bima. Una uwekezaji ulioufanya, uwe ni hoteli, nyumba, mashine, mifugo, mazao, unaweza kukinga. Waheshimiwa washiriki, bidhaa hizi na huduma hizi zimeletwa kwenu kwa ajili ya kujiondolea na umaskini endapo majanga yatatokea. Hiyo ndio bima. Kuna majanga ambayo yanaweza kuharibu mali, yanaweza kuathiri afya, yanaweza kuathiri uwekezaji. Hivyo vyote vinahitaji kinga. Kwa hiyo tunaenda leo kuongelea kinga za mali, afya na uwekezaji. Kutokana na umuhimu huo, ndio maana Mheshimiwa Rais alitunga sheria ya bima ya afya kwa wote, sheria namba 161 ya mwaka 2023. Lakini vile vile iliundwa chombo kinachosimamia sekta ya bima nchini, ambacho kinaongozwa na kamishna wa bima ambaye nazungumza nanyi sasa hivi.
Chombo hichi kina kazi mahususi. Moja ni kusajili na kutoa leseni kwa watoa huduma za bima, ikiwemo kampuni za bima, kampuni za ushauri wa bima, kampuni za wakala wa bima. Sasa nimeeleza kuna sheria ya bima ya afya kwa wote. Kuna bima za kila aina. Nani atatoa hizo huduma? Mimi nimesimama hapa na waomba dada zangu, wamama, shangazi zangu, nendeni mkatoe hizo huduma. Mnaweza kutoa hizo huduma kwa kupata usajili kutoka kwetu. Hizo huduma ukizitoa, huwezi kutoa bure. Utaongeza mapato yako ya kila siku. Unaweza kuwa wakala wa bima, unaweza kuwa mshauri wa bima, uwakusanye watu, watafute kinga za mali zao, afya yao. Ukiwakusanya watu 500 wa kijiji, ukaipeleka kwenye kampuni ya bima, tayari wewe unapata mapato ya ziada. Kama tunayo vikoba vya kina mama, tuna vikundi vya ufanyaji kazi, vya biashara, umoja wa aina yoyote, pamoja na kazi zingine mnazozifanya, unaweza kuwa umoja wenu ukafanya kazi ya kuhamasisha wakina mama, wakina baba, watoto wajiunge na mfumo wa bima. Ukihamasisha watu 100 wakaleta shilingi 100 kwenye mfumo wa bima, shilingi 15 unabakiziwa wewe. Huu ni mfumo ambao utakupa hela za uhakika, au itaipa kikundi chenu hela za uhakika. Naamini sheria ile imetungwa ikiwa akina mama wote hapa katika mifumo yetu ya uzalishaji tutaweka vile vile kutoa huduma za bima, tunaweza kujiongezea mapato kwa kiwango kikubwa. Kwa ninawaalika, ninawasihi, ninawaomba mjiunge na mfumo wa bima kwa kuwa mawakala, na leseni tunatoa sisi Mamlaka ya Usimamizi wa Bima, na kwa njia rahisi kabisa. Nitaeleza namna mtakavyofanya usajili. Lakini tuna kazi yetu nyingine ni kusimamia utekelezaji wa kanuni, taratibu na miongozo mbalimbali katika sekta ya bima. Tunataka mshiriki kama wawekezaji. Naamini sikukuu ya wanawake imesema kuwe na kauli mbiu ni haki, usawa na uwekezaji, uwezeshaji. Sasa mnawezeshwa kupitia mfumo wa bima. Karibuni sana. Tuna kanuni tunazisimamia. Unaweza ukawa mwekezaji. Hiyo ndio mimi nasisitiza zaidi. Kwa sababu kwa kila shilingi 100 utakayowezesha kwenye mfumo, shilingi 15 inabaki kwako. Lakini kuna namna nyingine ya kushiriki. Tumieni bidhaa na huduma za bima kwa kununua kinga kutoka kwenye mfumo wa bima. Nunueni bima za afya, nunueni bima za mali, nunueni bima za vyombo vya moto mnavyomiliki. Lakini nitaeleza huko mbele, hakikisheni vile vile mnapanda magari, mabasi, mabodaboda yenye bima. Natoa mwanzoni kabisa niseme, usipande gari lisilo na bima. Linda afya yako. Nitawapeni wataalamu watasema namna ya kuhakiki bima. Nitamuita baadaye mtaalamu wangu wa mifumo, ataeleza namna ya kuhakiki bima kabla hujapanda gari lako. Ndugu washiriki, Mamlaka ya Usimamizi wa Bima ina kazi ya 3
pamoja na kutunga kanuni, lakini ina kazi ya kulinda haki za wateja. Ikiwa wewe ni mtumiaji wa bima, umenunua bima yako kutoka kwa watoa huduma wetu na umepata matatizo ya malipo, kulipwa fidia kwa wakati, chombo hiki kinachoitwa TIRA kimeundwa kulinda haki za wateja. Tutafuteni, tupo hapa Singida, tunaye meneja anaweza kusimama pale, anaitwa Dr. Lupilia. Tutaacha baadaye namba zetu. Tunaomba wakina mama wote wenye shida za kibima, sisi tupo tayari kuwafuata popote ili tuwasaidie kutimiza maelekezo ya Mheshimiwa Rais ambaye ameelekeza taasisi hii kuhakikisha kwamba haki za wateja na wanufaika wa bima zinalindwa. Sisi sasa hivi tunasimamia haki za wateja wa bima, kuanzia wateja wa NHIF na bima zingine zote. Kwa hiyo ukiwa na tatizo lolote la kibima, tutaacha simu zetu. Tunaomba sana mshiriki, msilie, mpate ile ya pili inaitwa haki za kibima, zimetengenezewa chombo. Karibuni sana, karibuni tuwahudumie. Ndugu abiria, kazi yetu nyingine sisi kama mamlaka ya usimamizi wa bima ni kutoa ushauri kwa serikali kuhusu masuala ya bima. Tumeshirikiana na serikali. Moja wa ushauri wetu ni kuwepo na bima ya afya kwa wote, na imefanikiwa. Lakini sasa hivi, Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na washiriki, tunashirikiana na serikali kuhakikisha kwamba serikali inakatia mali zake bima. Mali za serikali ni pamoja na mitambo, shule zilizojengwa, mitambo ya hospitali, vifaa tiba, magari, majengo ya serikali. Tunashauri serikali kukatia bima majengo yake. Tunashauri hivyo kwa sababu tunatakiwa kulinda mali za serikali kwa wivu mkubwa, kwa sababu inatokana na kodi zetu sisi abiria hapa. Tunataka majengo ya serikali, magari ya serikali, miundombinu ya maji iliyowekwa, madaraja, mitambo mbalimbali inayotumika kwenye shughuli mbalimbali iwekewe bima, ili kuondokana na uwezekano wa kupata hasara pindi majanga mbalimbali yanapotokea. Ndugu abiria, sisi mamlaka ya usimamizi wa bima nchini tuna mtandao wa ofisi nchi nzima. Nianzie na kanda hii ya Singida. Ofisi zetu ziko Tabora, tunahudumia Singida, Tabora na Shinyanga. Meneja wetu anahudumia mikoa mitatu na na maafisa pale Tabora. Ukiwa na tatizo lolote anafika hapa Singida, kama ni wilayani anakusaidia kupitia ofisi zetu, kupitia kwa katibu tawala, kwa mkuu wa mkoa, wakuu wa wilaya wanaweza kumpigia na kumuelekeza aweze kuhudumia matatizo yoyote ya wananchi kuhusu masuala ya bima. Tuna ofisi nyanda za juu kusini, ofisi iko Mbeya, inahudumia Mbeya, Njombe na Songwe. Na hata akiwa mtu wako ameumia Mbeya, wewe mwambie kuna ofisi kule ya mamlaka inaweza kukusaidia kama ni swala la kibima. Lakini tuna ofisi kanda ya kaskazini, ofisi iko Arusha, inahudumia Arusha, Kilimanjaro na Tanga. Tuko vile vile kanda ya Ziwa, ofisi iko Mwanza. Tuko Unguja vile vile. Sisi ni taasisi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunayo ofisi Unguja. Kama umewahi kufika Unguja mjini Magharib, tunahudumia kaskazini Unguja, kusini Unguja na mjini Magharib. Tuko vile vile Pemba, tunahudumia mikoa ya kaskazini Pemba na kusini, ofisi iko Chake Chake. Tuko Lindi, tunahudumia ofisi za mikoa ya Lindi, Mtwara na Ruvuma. Tuko kanda yetu inaitwa kanda ya Ziwa Tanganyika, ambayo inahudumia mikoa ya Katavi, Rukwa,
na Kigoma, na kati tupo Dodoma, tunahudumia Dodoma, Manyara na Iringa, na Dar es Salaam vile vile tupo. Karibuni, washaurini ndugu, jamaa na marafiki waliopatwa na matatizo yote ya kibima, waje mamlaka ya usimamizi wa bima. Haki zinatolewa, hakuna kulia tena. Ndugu washiriki, mwanzoni hapo nilieleza tuna aina mbalimbali ya watoa huduma za bima. Watoa huduma hao wanahitaji, huduma hizo zinatakiwa kutolewa na watu. Watakaotoa hizo huduma ni nyinyi. Mnaweza kuanzisha kampuni za makala wa bima, mkakusanya watu, tutawapeni utaratibu, ni mrahisi mno. Tunaomba mshiriki kwenye uchumi wa fedha. Kuna uchumi huu wa kawaida, lakini uchumi wa fedha mkiushika nyinyi wakina mama, dada zangu, shangazi zangu, shemeji zangu. Hapa nimemwona Dedi wa Mkalama, ni mwanafunzi wangu. Mimi katika utumishi wangu nilikuwa mwalimu chuo cha usimamizi wa fedha. Kwa hiyo nimefurahi sana na amenitambua, nimefurahi sana. Nilifikiri amenisahau. Nakushukuru sana Ded, kazi nzuri. Unaweza kuhamasisha watu akina mama wakawa na mawakala wa bima, wakapata mapato na vile vile wakatoa huduma kwa wamama wenzao. Lakini unaweza kufungua kampuni. Msione kufungua kampuni ni kazi ngumu. Mkijiunga tu kidogo, mkoa mzima mnafungua kampuni yenu, sio ngumu. Tusiwaachie wale wenzetu wale. Sawa jamani? Tunaweza kufungua makampuni ya bima, tunaweza kufungua kampuni binafsi, tunaweza kufungua kampuni zingine, lakini iliyo rahisi sana na kuwa wakala, alafu una graduate kidogo kidogo unaenda kuwa ni kampuni. Na wasihi sana tujiunge na bima. Ndugu zangu, kuna sheria mbalimbali zinataka uwepo wa bima. Tumezungumza hapa sheria ya fedha ya mwaka 2022 kifungu cha 133 kinataka serikali au kinataka watu majengo kama masoko ya umma yawekewe bima. Hii maana yake ni kwamba hapa tunaongea na wakurugenzi, najua kuna wakuu wa mikoa, wakuu wa mkoa na wakuu wa wilaya. Majengo ya umma kama masoko ya umma kwa mujibu wa sheria ya fedha ya mwaka 2022 yanatakiwa yakatiwe bima. Majengo ya biashara yanatakiwa yakatiwe bima. Majengo, bima za mizigo, feri kama zipo na bidhaa zinazoagizwa kutoka nje, zote kwa mujibu wa sheria zinatakiwa kukatiwa bima. Hapa nieleze kidogo. Kama wewe ni mkurugenzi wa wilaya, umetoa contractor, umempa contract mtu atoe huduma kwa wananchi, kama ni kujenga barabara, kujenga shule, na bidhaa naagiza kutoka nje, lazima kwenye ile BOQ ya bima azikate kutoka kwenye kampuni zilizosajiliwa Tanzania. Kwa sisi tunatoa msaada kwa serikali, kwa ushauri, kuhakikisha kwamba zile tonda documents zimekaa vizuri, kufaidisha hawa watu wa huduma ambao naamini baada ya kikao hiki nitapata watu wa huduma kutoka Manyoni, kutoka Mkalama, kutoka Singida town na maeneo mengine yote. Tunataka watu wa huduma kila kata. Kwa hiyo kata zote tunaweza kupata wakala wa bima. Sheria ya vyombo vya moto inataka kuwepo na bima kwenye chombo cha moto. Nimeeleza hapa, usipande bodaboda isiyo na bima, kwa sababu ukipata madhara hakuna atakaye kulipa fidia. Usipande basi lisilo na bima, kwa sababu ukipanda hatakuwa na uwezo wa kukulipa. Lakini vile vile sheria ya manunuzi inataka tuwe na bima kwenye zabuni zote, ndio nilikuwa nazungumza contractors. Ndugu washiriki,
Tunategemewa akina mama tuwe watumiaji wakubwa wa bidhaa za bima, kwa sababu zinatoa kinga kwa afya, mali na uwekezaji. Kama umetafuta mali yako kwa muda mrefu, ni vizuri ukaikatia bima. Nitatoa mfano. Kama una nyumba yako ya shilingi milioni 30 au milioni 10, bima yake ni shilingi 10,000 kwa mwaka. Inakukinga kwenye ajali za moto, mafuriko, kama nyumba itaharibika kwa namna hiyo. Lakini ukiwa na gari, hali kadhalika, inabidi ukatie bima. Ukiwa na mitambo, ukiwa na mifugo, wataalamu wetu wapo na wanaweza kukusaidia. Ndugu washiriki, kuna maombi kadhaa nataka tuseme kabla ya kumruhusu mtu wa mfumo aje aonyeshe namna ya kuhakiki gari au basi, ili usipande basi au gari au pikipiki lisilo na bima. Tunawahamasisha wananchi pamoja na akina mama kushiriki katika kukata bima za afya na bima za kilimo. Tunazo bima za kilimo, Mheshimiwa mgeni rasmi. Sisi kama mkoa wa Singida utaamua, utatuletea idadi ya wakulima, idadi ukubwa wa mashamba yao, uzalishaji kwa mwaka, na wakatuambia vihatarishi vinavyotakiwa kukingwa. Tutawaelekeza watoa huduma wetu watoe kinga kwa wakulima wa Singida. Kwa ombi letu kwa mkoa ni kwamba tupate taarifa za wakulima, wafugaji, wavuvi, wanaofuga nyuki, watuambie vihatarishi vyao ni nini, wanataka kinga ya nini. Tukishaweza kuandaliwa hawa watu na hizo taarifa, tunawahakikishieni kwamba tutawaita watu wa huduma ambao wapo nchi nzima, tutawaweka ndani ya siku 30, tutatoa hizo kinga kwa bei nafuu kabisa.